Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom wapendwa. Natumai mko sana, natumai Bwana mwahifadhi amewalinda nako nanyi hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric, nimejaa na furaha kushiriki neno la Bwana. Kwa kweli wapendwa, watu wanaishi kwa hofu, watu wanaogopa, mitaani watu wanaogopa, mijini watu wanaogopa kwa ajili ya matukio, kwa ajili ya yale ambayo yanatendeka. Inafanya watu wanaogopa sana. Ukiangalia watu wanaongea kwa lugha ama sauti ya chini sana, maana ya hofu. Hata kwa mitandao ya kijamii utapata watu wanaogopa hata kuchangia kwa yale ambayo yanatendeka, maana watu wameogopa. Kwa hivyo wapendwa, leo ningependa tuangalie vitu ambavyo vinafanya tuogope kuongea kwa ajili ya yale maovu ambayo yanafanyika katika mitaani, katika nchi ya Kenya, katika dunia. Mbona tunaogopa kuongea? Watu wanaogopa sana. Unasikia mtu anasema ningechangia hapa, lakini naogopa. Naogopa kutekwa nyara. Naogopa kupata mwili wangu katika makafani. Naogopa kupata mwili wangu kupatikana katika misitu, katika vidimbwi, katika mito. Watu wameishi kwa hofu sana. Lakini ni lazima mtu aongee. Lazima mtu aseme kitu. Lazima mtu akashifu. Maana ukinyamaza itakuja kwako. Maana pale wameteka unyara, umenyamaza, itafika siku watakuja kwako. Maana ukuongea. Huru ambaye tunaburudika leo, huru ambaye tunafurahia leo, ni maana kuna watu zile miaka za nyuma, miaka 1992, kuna watu walikataa kunyamaza. Kuna watu waliamua kukashifu. Kuna watu waliamua kusimama kidete na wakasema lazima tukomeshe haya. Ndio maana tunafurahia uhuru. Lakini unapata kizazi chetu tumejawa na uoga. Hatuwezi kusema mabaya, hatuwezi kukashifu maovu, hatuwezi kusimama wima na tuseme hii tabia ikome. Naogopa. Nitaacha watoto wangu na nani? Nitaacha ndugu zangu na nani? Kwa hivyo unasalia bila kuongea, na maovu inazidi, mauaji inazidi, utekaji nyara inazidi, ubomozi inazidi. Inagharimu mtu aongee. Inagharimu mtu aseme kitu. Inagharimu mtu asimame wima na akashifu maovu. Inahuzunisha sana. Kiongozi anachukua vijana ambao ni barubaru, vijana ambao wako na nguvu. Badala kuwapa kazi, unawapea rungu, unawapea miti za jembe, waende wapeleke rapsha, waende wafuruge wale waandamanaji. Na nilikuwa najiuliza, penseli ni pesa ngapi? Daftari ni pesa ngapi? Hiyo pesa badala kununulia vijana miti za jembe, badala kuwanunulia miadarati wende wafuruge, mbona hiyo pesa usiende pale useme shule hizi, walimu, wazazi hawatanunua vitabu, wazazi hawatanunua kalamu? Inahuzunisha. Siku ya maandamano vijana wako mitaani, vijana wameenda Mboka. Unauliza huyu, ulikuwa wapi? Nilikuwa form. Ulikuwa wapi? Nilikuwa Mboka. Mboka wapi? Mjini. Fanya nini? Furuga. Na yule ambaye anakutumia ni mtu ambaye watoto wake wako shule za ng'ambo. Si tunaona kwa video na mapicha watoto wao wakifuzu katika vyuo vikuu vya ugaibuni. Tunaona kila siku. Lakini yako pale kukutumia. Lazima mtu aongee. Lazima tukashifu maovu. Hauwezi kutumia watoto wa wenyewe na watoto wako unawapeleka shule za ng'ambo juu unawatakia mema, juu unataka wakuwe watu wa maana. Wewe unatumia watoto wenyewe
wakiuliwa utasema nini? Unatumia watoto wenyewe wakiangamia utasema nini? Kama yule ambaye alivamiwa, kama ile pikipiki ilichomwa, utasema nini? Wapendwa, lazima mtu aongee. Lazima mtu aongee. Kwa maandiko watu waliongea. Yohana Mbatizaji akaona mfalme amechukua mke wa nduguye, alisema hapana, aliongea. Wakati pale wale polisi walikuwa wanachukua malungula, Yohana Mbatizaji alikataa kunyamaza, alikashifu maovu. Wale watoza ushuru ambao walikuwa wanatoa zaidi, Yesu akawakomesha, akawaambia msikule zaidi, maana hii ni maandiko. Lazima tukashifu maovu. We pale hauwezi kukashifu maovu, maana unajua unapata kickback, maana unajua uko na uhusiano na ule kiongozi, maana unajua pale ndo utapata bahasha. Unakosa kukashifu maovu. Kukashifu ni kuonya. Lazima uwaonye hadharani. Lazima uwaonye hadharani. Kila Jumapili wako pale kanisani, lakini mafunzo si ya kuwaonya. Ndio maana mchungaji kama Askofu Lai akiwaonya kidogo inakuwa ni gumzo, maana si kitu ambacho tumezoea, si kitu ambacho, na ni kitu ambacho inafaa tuonye watu, tuonye watu wabaya, tuonye maovu. Lazima tuwaonye. Ni mambo ya kufichua uovu. Wewe unajua na unakosa kufichua. Pale Marekani kuna jamaa mmoja ambaye alifanya kashfa kubwa sana ya kuibia watu. Watoto wake wenyewe ndio alienda wakamfichua, wakasema baba yetu anafanya ukora, na ukora inalemeza uchumi wa Marekani. Kufichua ni njia moja ya kukashifu. Kukashifu ni kuaibisha. Lazima uwe tayari kuaibisha maovu. Wewe unajua maovu, unanyamazia. Wakati ambapo unajua maovu na unanyamazia, inasemekana we pia ni mshiriki. Wakati unajua mtu anapanga njama ya kuleta vurugu na unanyamazia, we pia ni mshiriki. Wakati unaona mtu anapanga nia ya kuenda kumwaga damu na umenyamaza, ujue kwamba wewe pia unamshiriki. Ndakuwa na kuonyesha kwa maandiko. Kitabu cha Efeso 5:11. Biblia inasema msishiriki matendo ya giza, bali yafichueni. Wa Efeso 5:11. Msishiriki matendo ya giza. Kuna matendo ya giza kama kutumia vijana wenyewe. Wakati ambapo mnapanga, wale vijana utatumia, hiyo ni matendo ya giza. Wakati unapanga mauaji, wakati unapanga utekaji nyara, hiyo ni matendo ya giza. Biblia inasema yafichue. 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 Unajua Biblia inatuambia pea onyo yule ambaye anapanga. Tarehe 25 kutakuwa na maandamano. Najua kuna watu wanapanga. Biblia inaniambia nikuonye. Kama unapanga uovu, kama unapanga uchochezi, Biblia inaniambia nikuonye. Wacha nikuonyeshe. Unajua mimi nilikataa kukupa hadithi. Tunapata kwa Biblia. Ukionywa si mimi nimekuonya, ni Biblia imekuonya. Kitabu cha Tito 3:10. Tito 3:10. Biblia inasema wazi. Tito 3:10. Ninachotaka tu ni mjue Kristo na kuona nguvu ya ufufuo yake, kushiriki mateso yake na kufanana samani. Nasoma wa Filipi, baada nisome Tito. Unajua Tito ni vitabu vidogo, ukipotea kidogo umepotea. Tito 3:10. Biblia inatuambia mtu anayesababisha mafarakano
mpe onyo la kwanza, la pili, kisha achana naye. Yule ambaye analeta mafarakano. Niko hapa na kamusi ya Kiswahili. Tunaweza kuona mafarakano ni nini. Yule mtu ambaye anasababisha mafarakano. Unajua, Wakristo tumenyamaza sana. Tumekuwa vuguvugu sana. Wakristo tumenyamaza sana. Ndio maana maovu inazidi. Tunakosa kukashifu mafaragano. Mafarakano. Farakano. Tukue tuna subra kidogo. Aya, farakano. Lugha ya Kiswahili ni ile kutenga, to divide. Farakano. Tuachane na ule mtu ambaye anasababisha kutenga watu. Lazima uonye mtu ambaye analeta uchochezi. Yule ambaye anafanya mafarakano, anabagua watu. Anaenda pale anahakikisha kabila langu ndio inapata wadhifa. Anahakikisha kwamba ni wakati wao wa kukula. Biblia inasema onya mtu kama huyo. Mtu wa ukabila lazima uwe tayari kumuonya. Mtu ambaye anaendelesha mgawanyiko, kutenga watu kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya kijinsia, kwa misingi ya kidini, ule mtu achana naye. Biblia inatuambia muonye ya kwanza, muonye ya pili, ya tatu mwachie Mungu. Yule mtu ambaye analeta mafarakano, yule ambaye anabagua watu, anasema juu mkunipigia kura, juu nyisi kabila langu, wacha niletee watu wangu nyama wakule. Mafarakano. Biblia tuambia onya huyo mtu. Mpe onyo. Si mara moja. Muonye mara ya pili, ya tatu muachie Mungu. Mungu amshughulikie. Watu ambao wanasababisha mafarakano. Anasema juu nyinyi mnaishi mitaa mabanda mhitaji. Nyinyi mnaishi mitaa mabanda mnabomolewa. Mafarakano. Kutenga watu kwa mambo ya maendeleo. Biblia tuambia onya huyo mtu. Hata kanisani tumejaa tabia kutenga watu kwa msingi ya kiuchumi. Huyu ni tajiri, huyu anatoka wapi, wacha nimpe cheo. Au angalii wito, hujaongozwa na Roho. Biblia inasema onya huyo mtu. Lazima tuwe tayari kuonya na ukashifu tabia mbaya. Lazima tuwe tayari kuonya maovu. Unajua usipoonya maovu utaikubali. Wahenga wanasema whatever you allow you will eventually accept. Kwa hivyo kitu ambacho hujazuia itakuwa sehemu yako. Ukiamua iendelee, mauaji iendelee, auongei, itafika kwako. Itakuja bila kubisha hodi. Mwenzako ule wa karibu atatekwa nyara. Jua hukuongea. Lazima tuongee. Lazima tuwaonye. Usiwe na uoga. Biblia inasema usiogope mtu. Anaweza kuwa mwili na hiyo ndio mwisho. Ogopa Mungu ambaye ako na uwezo ya kuwa mwili na kufanya nafsi iende jehanamu. Biblia inatuambia onya watu wa mafarakano. Unasema sasa vijana, nataka kugawa vijana. Kuna vijana wanaitwa Gen Z na kuna vijana wanaitwa Boom Z. Kwa hivyo wewe unataka kugawanisha vijana, uwagonganishe vijana. Wote hawana kazi, wanalilia kazi. Wote wanalilia uchumi mbaya. Wote wanalilia ubadhirifu wa fedha. Wote wanalilia haki sawa.
na unawatenga mafarakano, onya huyo mtu. Unaenda kununua miti za jembe, vijana wapigane. Inahuzunisha. Gazeti wiki mzima, picha ya vijana ambao wanapigana wenyewe kwa wenyewe, maana kuna mtu anasababisha mafarakano. Na ule mtu sasa ako pale Kilimani, ako pale zile vilabu vya Westland za Nairobi, za Karen, huko wanajienjoy wakisoma vile vijana wanapigana, wakifuatilia katika mitandao ya kijamii. Wanasema kazi nzuri. Na watoto wao wako wapi? Watoto wenyu wanafanya kandarasi. Watoto wenyu wako pale wanafanya kazi na serikali, na unatumia kijana wenyewe, unamchukulia pale ati nimekuorganizea form gani? Na kuna wengine sasa wako na majeraha ati mboka. Kuna wengine wako na majeraha mitaani. Mafarakano, onya huyo mtu. Kashifu huyo mtu. Awe gavana, tunakashifu. Awe nabii, awe mtu yoyote yule ambao anafanya mafarakano, tunakupa onyo. Unajua wengine wanatuambia mtafanya, tutaita bingu. Tutaita bingu. Wakristo tunajua siri zetu ya kutoa kiongozi. Biblia inasema Mungu ndiye anaweka na Mungu ndiye anatoa. Kwa hivyo tunakuripoti kwa Mungu. Mungu anakutoa. Atakutoa kwa ugonjwa, atakutoa kwa mapinduzi, atakutoa kwa hali yote ile. Hauwezi kumpiku Mungu. Endelea kufanya maovu. Endelea. Tumeona watu wakuku kuliko wakibanduliwa. Tumeona watu wa mashuhuri wakibanduliwa. Tumeona watu ambao wamebobea wakibanduliwa. Tumeona watu waliokuwa na uzoefu ya uongozi wakibanduliwa. Endelea kufanya hiyo mafarakano. Endelea. Uko na pesa, uko na system, lakini tutakuripoti kwa Mungu. Biblia inasema anaeka na anatoa. Kitabu cha Danieli, anaeka na anatoa. Tutasema Bwana ametuchosha. Bwana, huyu mtu analeta mafarakano, ondoa yeye. Na utapata pale mwisho wake. Biblia inatuambia tuwaonye hadharani watenda dhambi. Si faragani, hadharani. Ndio maana leo nimesimama onye mtu hadharani. Mtu mtenda maovu, yule ambaye anapenda umwagikaji wa damu, yule ambaye anapenda mgawanyiko, kugawa watu kwa msingi ya kikabila, yule mtenda maovu, yule msherati. Biblia inasema tuwaonye hadharani. Hakuna ati mambo ya kubembeleza, mambo ya kudokeza, mambo ya ni kama wanasema kupaka mafuta kwa chupa. Hapana. Tunawaonya hadharani ili wengine wapate kuogopa. Si ati tumenyamaza. Si ati tumenyamaza hatujui maovu ambayo mnapanga. Tunawaonya hadharani. Maana Biblia tuambia tuwaonya hadharani. Kitabu cha Timotheo wa kwanza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:20. Biblia inaniambia, ninatuambia sote, wale wanaotenda dhambi, wale wanaotenda dhambi waonyeni hadharani ili wengine wapate kuogopa. Wale wanaotenda dhambi, Biblia tuambia tuwaonye hadharani. Tunawaonya hadharani kwa zile mitandao ya kijamii ambayo mnafuatilia. Tunawaonya hapo. Tunawaonya katika bustani ya Jivanji. Tunawaonya mahali ambapo mnakuja. Tunawaonya kwa redio. Tunawaonya kwa magazeti. Biblia tuambia tuwaonye hadharani. Hatuwaogopi. Maana umetuibia, sasa unajiona wewe ni mjanja. Maana umetuibia, unajiona uko na akili. Biblia tuambia tuwaonye hadharani. Tuwaonye hadharani. Watoto wenyewe ambao unatumia, tuwaonye hadharani. Tuwaonye hadharani ili wengine waweze kuepuka hiyo tabia, waogope. Zile mausherati ambao mnafanya,
tunaonya hadharani. Mihadarati, ulaguzi wa dawa ya kulevya, tunawaonya hadharani. Ile pesa ambayo mnapeleka katika benki za kigeni, tunaonya hadharani. Zile vitu ambao mnafanya kisiri, tunawaonya hadharani. Zile vitu ambao mnauza, viungo vya watu, tunawaonya hadharani. Hadharani. Maana Biblia tuambia tuwaonye hadharani bila kuogopa, kwa uso. Tuwaonye hadharani ili wengine waogope. Mauaji ni mbaya. Mauaji ni dhambi. Biblia inasema usiue. Biblia inasema usiibe. Biblia inasema usifanye usherati. Biblia inasema usiabudu sanamu. Biblia inasema umuogope Mungu peke yake na muabudu. Biblia inasema usichukue mali ya wenyewe, usichukue mke wa wenyewe. Ndio maana Yohane akusema ati ni mfalme, naogopa mfalme. Yohane alisimama kidete na akasema, huyu mtu umefanya maovu kwa kuchukua mke wa ndugu yako. Alisimama mbele ya Herode, akaambia Herode, unachukua mke, unarithi bibi ya ndugu yako akiwa hai. Umefanya maovu. Ndio maana Yesu anasema katika mitume, hakuna mtu ambaye amemzidi Yohane Mbatizaji. Maana Yohane alikuwa anakashifu hadharani. Yohane hakuwa anabembeleza. Mbona tunabembeleza? Mbona tunabembeleza kajamaa ambao wamekuwa mtu juu ya kutuibia? Yohane hakuheshimu hata mfalme. Ndio maana Yesu anasema hakuna yule ambaye amezaliwa na mwanamke anampiku Yohane. Juu alikuwa anakashifu tabia mbaya. Alikuwa anakashifu maovu. Lakini kanisa sasa tuko na motivational talk sana. Tunataka kupendeza na tukashifu tabia mbaya. Ndio maana unapata kanisa kama Kiengei, usiku na mchana ni sarakasi. Unapata vijana ndio anajaa pale. Na mchungaji sijui anafanya nini na mke wake. Anapiga talaka, huyu anapiga, huyu anataka kujiua, huyu amejiua, huyu amefanya nini? Maana tukashifu hizi mambo. Tunaenda pale ni charity tu, charity tu, charity, lakini ukashifu maovu. Unajua shetani anapenda mali kuna maovu. Lakini wakati unakashifu maovu, the Bible says, resist the devil and he will flee. Ukitaka kukuwa accepted, nini inafanyika pale? Maovu. Tuwaonye hadharani, wengine waogope. Tumeogopa kuonya watu. Ndio maana inakuwa ni sehemu ya kawaida. Watu kuavya mimba inakuwa kawaida. Maana hatuonyi. Hatuongelee kanisani. Mashoga ndani ya kanisa na mabasha. Hatuonyi maovu. Tunasema inclusivity. Inclusivity aje? Kitu ambacho Bwana amesema ni chukizo. Mungu mwenyewe anasema mwanamume asifanye mapenzi na mwanamume. Hatuna shida na hiyo. Hatuna shida na sex toys. Na kitabu cha Warumi 1:28, 27-29, Biblia tuambia mwanamke asitumie sehemu zao za kisiri vibaya. Atachukua ghadhabu ya Mungu. Na mwanamume asifanye mapenzi na mwanamume. Kitabu cha Warumi. Hizo hatuwezi kuguza kanisani, maana sadaka itatutoka. Mashoga wanaingia kanisani, wanarudi mashoga, wanatoka mashoga. Hakuna utofauti. Maana tukashifu maovu. Lazima tuseme wacha uovu. Kama ni mchungaji ambaye ni basha, kama ni mchungaji ambaye ni shoga, lazima tukashifu. Unapata watu wanajua na wana shida. Mchungaji kazi yake ni kupachika wasichana mimba. Inajulikana na hakuna mtu anamkashifu. Anaongea vile anataka. Anatusi watu vile anataka. Anapiga watu vile anataka. Lakini hakuna mtu anamkashifu. Na vile wakashifu ndio wengine wanaendelea. Manabii wa uongo watazidi, maana tukashifu maovu. Unajua Mungu atakutunza ile siku ambayo utaamua. Ile siku ambayo utaamua kuongea.
Ile siku ambayo utaamua, wakati watu wanagandamizwa, wakati watu wanateswa, wakati watu wanaumizwa, wakati watu wanalemewa, na uongee, Bwana atakupea tuzo. Iko kwa Biblia. Wakati unaona mtu anaenda pale kutekwa nyara na uongei, ati Joeli askofu, unaogopa we utaitwa, madaraki na kuja, unaitwa bunge, watakuwa na maombi, huenda nikaitwa, ndakuwa naitwa Ikulu. Kwa hivyo unajilegeza, unajibana, hutaki kuongea. Vijana wanauliwa, hausemi kitu. Maana we unajua kiongozi anakuita we ni spiritual father. Kwa hivyo baba hataki kukosea kijana yake. Mimi najulikana mimi ndo niliekelea huyu mkono, nikimkashifu ataniona aje? Hata kama anafanya maovu, lazima tuwe tayari kumkashifu. Hakuna mtu ambaye kashifiwi. Ukiangalia Daudi anakashifu watu wake, anawareprimand. Lakini viongozi wetu, unajua huyu waziri ni mwizi, anaiba pesa ya umma, lakini hauwezi kumkashifu. Unasema kiongozi, unasema bilioni 2 inapotea kwa siku, na unajua watu ambao wanafanya, na huwezi kuwakashifu. Unajua watu ambao wanaiba kwa wizara yako, na huwezi kuwakashifu. Unajua watu ambao wanaiba kwa idara yako, hauwezi kuwakashifu. Unajua, si tunajua, wanaishi mitaa yetu, wanaingia uongozini, wanaiba, wanaenda Karen, Runda, Kitusuru. Kwani ni miujiza gani iko kwa siasa kama si wizi? Lazima tuwakashifu. Biblia inasema wakati ambapo umenyamazia uovu, Mungu mwenyewe atakuadhibu. Lakini wakati unaongea, Bwana anakunukuu, anakupea tuzo. Tuangalie kitu ambacho kinaendelea saa hii. Nataka nikuchochee uweze kuongea. Uweze kuongea kwa hiyo mitandao ya kijamii. Uweze kuongea kwa hiyo mauaji, utekaji nyara, uongee. Wewe mchungaji, uongee, si dhambi. Kitabu cha Mathayo 23:23, Biblia inasema injili ijakamilika bila ukweli, haki, without truth and justice. Na hii ni maneno ya Yesu. Kwa hivyo wakati unahubiri na unaepuka haki, mahubiri yako hajakamilika. Wakati unahubiri na unaegemea kwa uongo, hutaki kusema ukweli, vitu vinaendelea, mahubiri yako hajakamilika. Mathayo 23:23. Tuende kwa mada. Methali 24:11 hadi 12. Biblia inatueleza, maana Mungu mkombozi mwenyewe naye 24:11, muokoe mtu anayechukuliwa kuuawa bure. Usisite kumuokoa anayeuawa bila hatia. Usiseme baadaye hatukujua, maana Mungu apimaye mioyo ya watu uona. Yeye atakulipa kulingana na matendo yako. Niruhusu nirudie. Muokoe mtu anayechukuliwa kuuawa bure. Usisite kumuokoa anayeuawa bila hatia. Usiseme baadaye hatukujua, maana Mungu apimaye mioyo ya watu uona. Yeye atakulipa kulingana na matendo yako. Mtu anatekwa nyara mitaani, unaona ndio ile Subaru imekuja inashika mtu, we pale umenyamaza tu, watakujia kesho. Nafurahia wale watu ambao wakiona mwenzao wanasema hapana, unampeleka wapi? Kuna siku kulikuwa mitaani kwetu kulikuwa na shida. Mama fulani, mume wake ameoa, mpango wa kando, akamkombolea karibu na kwetu. Sasa mke wake aligundua. Mke wake akaleta watu, gari 3 imejaa vijana. Wakakuja kitu cha kwanza, wakamvalisha hood. Saa 5 usiku
wanataka kutoa msichana wampeleke mahali usiku. Tulikataa. Tukasema hapana, toki hapa. Usiku unapeleka binti wenyewe wapi? Na hizi matukio ya mauaji aswa kina dada tulikataa. Tukasema umuondoi kwa hii plot. Tulikanyaga chini. Tukaambia watu wamumtoi na tukafunga kifuli kwa gate. Tukasema lazima msichana lale hapa. Mkitaka kumchukua mumchukue mchana, lakini usiku peleke. Biblia inasema okoa mtu ambaye. Wengine wameuliwa tukiona, maana ulinyamaza. Wengine wanatekwa nyara, unaona, umenyamaza. Wengine wanaenda kuuliwa, unaona. Subaru imekuja inaweka ndani, hata ulizi ni nini inaendelea. Wewe umenyamaza tu. Jamaa anaona. Biblia inasema okoa. Piga nduru. Raise alarm. Maana ni ndugu zako. Unajua vitu vingine unataka kusema sijui huo mtu, lakini pengine unamjua kwa umbali. Kuna mtu wako karibu ameathirika. Biblia inasema wazi. Biblia inasema wazi. Muokoe mtu anayechukuliwa. Yule mtu ambaye anatekwa nyara, muokoe. 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 Kwa hiyo uwezo wako fanya kitu. Anatekwa nyara, anauliwa, hatusemi kitu. Mtu anapigwa bastola, hata ukashifu kwa mitandao yako ya kijamii. Wewe maisha yako iko sawa. Biblia inasema okoa mtu ambaye anaenda kuuliwa. Anayechukuliwa kuuawa bure, maana hana hatia. Biblia inasema okoa. Wewe polisi, unaona mwenzako, okoa. Okoa, mwambie imetosha. Huyu pia ni kiumbe, imetosha. Wewe uko pale, ulijua dili, umenyamaza. Biblia inasema okoa, muokoe mtu anayechukuliwa kuuawa bure. Usisite kumuokoa anayeuliwa bila hatia. Wewe ni mbunge, unaokoa nini? Wanaitaga ile mkutano wa dharura wakati wanapendekeza miswada yao. Hawezi kuita special sitting kuongea mauaji ya wasichana. Hawezi kuita special sitting kuongea kuhusu extrajudicial killings. Unaokoa aje? Uko na nguvu ya katiba ya kutunga sheria, lakini hauokoi. Uko kwa hiyo ubunge ku make deals. Uko kwa hiyo ubunge just ku make deals, kukuwa tajiri, lakini hauokoi mtu. Wewe pia unalia kama sisi. Viongozi wa Kenya saa zingine mimi ushangaa nao. Yeye pia analia kama wewe. Yeye pia ananungunika kama wewe. Yeye pia anasema serikali. Nao ndio serikali. Unaokoa aje mtu anayekufa, anauliwa? Mnaokoa aje? Kwa hiyo mtaa yako unaokoa aje? Kwa hiyo wadhifa yako unaokoa aje? Vijana ambao 25 ya hii mwezi, unafanya nini kuokoa mkijana yule ambaye anauliwa bila hatia? Sikia Bwana anasema nini? Bwana anasema usiseme baadaye hatukujua. Usijiondoe. Unajua kuna watu wanajua kutokea ngori. Sikujua. Sikujua. Sikujua ni mapolisi. Sikujua ni kina nani. Sikujua ni wajasusi. Biblia inasema usiseme baadaye hukujua. Maana Mungu apimaye mioyo ya watu uona. Yeye atakulipa kulingana na matendo yako. Vile umeokoa watu kutokana na mauaji, vile umeokoa watu kutokana na ile hali ya kutekwa nyara, vile umeokoa mtu, Mungu anaangalia matendo. Vile pia umenyamazia, Mungu anaangalia matendo. Vile pia hauguzwi mambo ambayo yanaendelea Kenya. Bora watu wanaleta zaka na fungu la 10, hauguzwi. Bora miradi zako za kanisa zinaendelea, hauguzwi. Bora watoto wako wanasoma ugaibuni, hauguzwi. Bora si mtoto wangu. Unajua kuna mbunge ambaye alisema bora si mtoto wangu. Kwa hivyo yeye aguzwi. Hata vile viongozi wanaongea waguzwi.
Anasema mnaomboleza aje? Usiwe mtoto wako ndio omboleze hivyo. Yaani aguzwi. Mwingine anasema ingekuwa yeye angeua vijana 5,000 kila siku. Maana aguzwi. Bwana anaangalia matendo. Bwana anaangalia matendo. Mungu anaangalia haya matendo. Yeye atakulipa kulingana na matendo yako. Bwana anaangalia bila ukashifu tabia mbaya. Unajua kuonya ni mzuri sana. Kuonya unasaidia nafsi ya mtu. Pale kanisani wewe unaangalia unafiki, unajua huyu ako na mahusiano na huyu. Huyu ako na mahusiano na mke wa huyu. Huyu ako na mahusiano na mme wa huyu. Unajua huyu mwanarika analalaga kwa nyumba ya mwanarika mwingine. Unajua huyu anaimba. Juzi Ezekiel amesema kanisa yake wasichana na wanaume wakwa wanapachikana mimba vile wanataka. Nazi ni vitu najua zinafanyika kanisani mwetu, lakini unanyamazia. Utazuia mbingu ya watu. Wakati ukashifu maovu, unazuia watu kwenda mbinguni. Maana wao wanaishi kwa dhambi, inaitwa living in sin. Wamekubali dhambi. Wanasema bora ni ndugu na dada, iko sawa. Lakini utawazuia mbingu. Kwa hivyo wakati unakashifu, wakati unaonya, mtu anajirekebisha na anaingia katika mstari mwema na anafuata njia za Bwana, na unaokoa nafsi yake. Wewe unajua kuna askofu hapa Kenya, kulikuwa na issue ya mambo amepachika msichana mimba. Na ilikuwa katika runinga, magazeti, kila mahali. Hiyo hadithi yake ilitamba sana. Askofu wetu alituambia, kwa Simba askofu tulijua tatizo huu binti ni kwa vile huyo binti anataka aongezewe pesa, ndio ameleta kwa runinga. Lakini kitu tulijua miaka 4. Yaani miaka 4 umejua askofu amekuwa anaishi maisha ya udanganyifu. Unasaidiaje huyo mtu? Itakupendeza nini? Itakufurahisha nini? Huyo askofu mwenzako aende jana. Maana umekosa kumwambia ache tabia. Wala anachafua picha kwa TikTok. Hakuna mtu anawakataza. Auambie wewe ni mchungaji, hizi tabia achana nayo. Utafanya akose kwenda mbingu. Wewe unafurahia Kanyari vile anafanya kwa TikTok, bila anakuchekesha. Utafanya akose mbingu. Utafanya akose mbingu. Muambie. Mimi huambia. Na najua anafuatilia. Unajua mimi niko na silent listeners wengi sana. Nimetoka katika mkutano ya wachungaji mahali. Nikakataa kuenda kwa wachungaji. Nikakaa pale na washirika. Nimekaa pale nyuma. Wachungaji wakaelekezwa katika chumba cha kukula cha wachungaji. Mimi nikaenda pale kupanga foleni. Nilitolewa katikati ya watu. Nikaambiwa kuja, ingia katika hii chumba. Ingia katika hii chumba. Mali nimetokea. Nilisema hapana, mimi si mchungaji. Lakini kuna watu wewe unajua ni mchungaji na atapotea. Mwelekeze kwa njia za Bwana. Wale wachungaji ambao wako na mahusiano, wale wachungaji ambao ni walevi katika mji, waelekeze kwa njia za Bwana. Wale ambao tunajua wako na mahusiano, wale ambao wanatumia nguvu za giza, wale ambao tabia zao ni mbaya, wale ambao hawana kipimo cha ulimi, wale ambao wanafanya miujiza gushi, wale unabii wa uongo, na ni marafiki zako, wanakuambia wewe, ambia ndugu baba, acha njia, si njia itakupeleka mbinguni. Biblia inasema njia ya kwenda mbinguni ni pana sana. Saidia mchungaji rafiki yako. Mwambie hii njia unafuata si mzuri. Hii njia mkato, utapata pesa na utapotea. Saidia mchungaji. Biblia inasema kuhusu kubanduliwa. Kuna wachungaji wengi watabanduliwa, maana rafiki zao wako waelekeza. Kitabu cha Korintho wa kwanza 9 mstari ule wa 27. Biblia tueleza, na upa mwili wangu mazoezi magumu na kutia katika nidhamu kamili.
nisije mimi mwenyewe nikakataliwa baada ya kuhubiria watu wengi. Kwa hivyo unaweza kuwa umehubiria watu wengi, lakini hiyo tabia ambayo unafanya gizani, ile unafiki ambao uko nayo, ile tabia yako ya gizani, na wachungaji wanajua, wanakuambia sawa, uko sawa, uza vitambaa sana, uza nyota sana, endelea sana, uza maji sana, chapisha maji, weke picha yako, useme hii ni utukufu, useme hii ndio miujiza, endelea sana. Kashifu hao watu, maana usipowakashifu watapoteza bingu, watakataliwa, na itahuzunisha sana. Mtu amekuwa na matawi Kenya na anakataliwa. Kukashifu watu unaepusha na ghadhabu ya Bwana. Unajua, nimehuzunika sana. Wiki hii tulimpoteza mtumishi wa Mungu Gilbert Deya, na kila mahali watu waongelee huduma yake. Kila mahali watu waongelei watu ambao alikuza kwa imani. Watu wanaongelea ile miujiza gushi ya baby, miracle baby. Maana kuna mtu wa kumuonya, kuna mtu wa kumwambia Gilbert Deya, achana hii miracle babies, au kuitwa kwa miracle babies. Wito wako iko pale. Waefeso 4:11 hadi 13. Wito wako iko pale. Hukuitwa kuleta miracle babies. Hakuna mtu alimuonya. Wakati huu hata amekufa, hakuna maombolezo ya mtu kama huyo. Maombolezo yani hata watu iongelei. Na ni Gilbert Deya. Maana kuna mtu wa kumuonya. Angekuwa ameonywa, angekuwa sana ombolezwa ya kitaifa. Jokayo alikufa, watu walimuomboleza mwezi mzima. Na hao ndio ile kaliba ya Deya. Hao ndio vigogo wa Injili. Lakini akadanganywa miracle baby, ikamharibia jina, ikamharibia sifa, ikamfanya amedunishwa. Maana kuna mtu wa kumuonya. Naonya wale ambao wako na miujiza gushi, wale wa unabii wa uongo. Chukua hii onyo mapema kabla upate aibu. Na kuonya hadharani wale ambao wanatumia nguvu za giza kupanua makanisa yao, wale ambao wanatumia njia za mkato kujaza makanisa yenu. Nataka niwape tahadhari na waonya siku ya leo, mukome kabla mukataliwe. Paulo akaandikia kanisa wa Korintho. Unajua kanisa wa Korintho ilikuwa imaandiko, ilikuwa mada ya leo, kukashifu watu hadharani. Kitabu cha Korintho anakashifu tabia makanisa, usherati ya kanisa, ushoga makanisa, yani wivu ya makanisa, yani ugawanyiko, yani maovu ya kanisa. Ndio mafunzo ya leo, kukashifu maovu. Hii ndio ilikuwa kanisa wa Korintho. Kwa hivyo ningependa sana ukubali kuonyeka. Chukua hii onyo, uache tabia mbaya, vitu ambavyo vitakunyima bingu. Ukiangalia kitabu cha Galatia 5:20, kuna zile vitu ambavyo Biblia imekuonya. Ukiendelea kufanya hivyo, sahau binguni. Hata ukuwe askofu na unafanya maneno hayo, utasahau binguni. Tukisoma Wagalatia, kitabu cha Wagalatia 5:19-21. Hii ni maonyo ambaye Biblia inakuonya. Na hata mimi ningependa uache tabia. Basi matendo ya kidunia yanajulikana: uzinzi, usherati, ufisadi. Biblia inakuonya dhidi ya ufisadi. We kiongozi, unafikiria utafanya ufisadi ulete kanisani? Nitakuwa nafunza matoleo ambaye Bwana ameikataa. Unafanya ufisadi ulete kanisani, unalazimisha wapokee mchango wako, na unajua ni ufisadi. Kuna mtoto amekosa kwenda shule, kuna madawa imekosa, maana ya ufisadi.
kuna huduma muhimu imekosa, maana hiyo pesa umekula. Ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui. Unajua watu wanafikiria uadui si mbaya. Ati uadui kwa biashara lazima tukue uadui. Hii tu ni dhana ya Afrika. Waafrika ndo biashara tunakuwa na uadui. Ukiangalia pale Marekani, angalia, niko na hii kitabu ya Forbes, ya wale matajiri ulimwenguni. Ni marafiki wa dhati. Ukiangalia Carlos Slim, uangalie Buffett, uangalie Bill Gates, uangalie Elon Musk, uangalie matajiri wote ni marafiki wa dhati na ni wafanyi biashara. Ukiangalia Elon Musk na Mark Zuckerberg wa Facebook ni marafiki, na wote wako katika kiwanda sawa. Wote ni wanabishana kibiashara, lakini marafiki. Ukiangalia kila siku wanataniana tu. Uadui itakunyima bingu. Wacha uadui ambaye ina maana. Ugomvi, wivu, hasira. Ati alinikosea nikamuua. Wacha hiyo hasira. Choyo. Kuna watu wako na uchoyo, hata maji ni shida. Unaomba mtu maji sababu 100. Maana uchoyo. Akikunyima maji atakupa uji, atakupa chakula. Kuna watu wako na ile niseme uchoyo ya kiasili, uchoyo ya ukoo. Mabishano, mafarakano, division. Watu ambao siasa yao ni mafarakano. Usuda, ulevi, ulafi na mambo mengi kama hayo. Na waambieni tena, kama nilivyokwisha sema, watu wanaotenda mambo hayo hawataupata ufalme wa Mungu wao. Kwa hivyo hautaona ufalme wa Mungu. Mambo haya yamejirudia. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:9. Wakorintho wa kwanza 6:9. Biblia tuambia, au je, amjui kwamba watu ndugu zenu, haujui kwamba watu wabaya wataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganye. Watu wanaoishi maisha ya usherati, wanaoabudu sanamu, wazinzi au walawiti, sodomy and lesbians, wezi, wachoyo, walevi, wasengenyaji. Unajua na kuonya kutokana na masengenyo itakunyima bingu. Biblia inasema wazi, watu wa masengenyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Wanyang'anyi, watu ambao wanakunyang'anya. Wanatunyang'anya siku hizi na vitabu, wanatunyang'anya na teknolojia, wanatunyang'anya siku hizi kwa mambo ya ushuru, wanatunyang'anya kwa mambo ya kutuambia kwamba ninawajali sana, na wanajua vile wanaiba. Unyang'anyi. Crime without violence. Aha. Wachoyo, waabudu sanamu. Maana ili kuwepo nao wote ingewalazimu nyinyi kuiama dunia hii kabisa. Kwa hivyo mambo haya yatakunyima bingu. Hakuna haja uteseke duniani na uteseke jana. Hakuna haja uteseke hapa Kenya na uteseke jana. Maana vitu ambavyo ungeepuka. Wachungaji, saidia wachungaji wenu. Saidia marafiki zenu wachungaji. Maana siku hizi wachungaji wanachoma picha sana. Baka watu wanasema wameacha kanisa. Maana ukiangalia ni mchungaji. Ule mchungaji kila siku mambo uchungaji. Ulagai mchungaji. Niliibiwa mchungaji. Yaani mambo wachungaji wamechoma picha sana. Saidia. Maana wakati ambapo unasaidia mtu, unamwepusha na hukumu kubwa.
Kukuwa mchungaji ni hatari sana. Biblia inasema ni hatari sana kukuwa mchungaji. Ile mafuta ambayo unapakwa ati unatawazwa ni hatari sana. Kufungua kanisa ni hatari sana. Unaweza kuwa na pesa, lakini hiyo ndio kitu hatari sana. Kujiita pastor na unachoma picha, ujue ni hatari sana. Ati wewe ni mchungaji na unajua maisha yako si ya uchungaji. Tabia yako iambatani na tabia ya mchungaji. Kitabu cha Timotheo wa kwanza ukisoma sura 3 na Tito wa kwanza 7, tabia yako iambatani. Nataka nikuambie kuwa mchungaji ni hatari. Wachungaji watu wanapenda, kazi imekosekana sana mpaka watu wanaanza biashara ya kanisa. Nataka leo nikuonye, maana Biblia inasema onya watu hadharani. Kama unafungua kanisa kwa minajili ya biashara, kama wazo yako ni kupata mapato, nataka nikuonye. Biblia inasema tuwaonye hadharani. Kitabu cha Yakobo 3:1. Sikia vile Biblia inakuambia. Kama una wito usilazimishe. Kama una wito usilazimishe. Hata ukiangalia kwa hizi chapisho, hakuna hata moja nimejiita mchungaji. Ndio maana nilikuwa nakwambia, mimi nilienda kukaa kama raia. Nimekaa kando. Wachungaji wameelekezwa kwa chumba chao. Wachungaji wengine walinichukua, wakaniambia hapana, ingia hapa ndani. Naambia hapana, wacha nikapange foleni. Ingia hapo ukae na sisi. Kukuwa mchungaji ni hatari sana. Si ati juu uko na kizungu. Si ati juu biashara kazi yako imeenda mrama, sasa unaanzisha kanisa. Nataka nikupee onyo. Nataka nikupee onyo kupitia maandiko. Kitabu cha Yakobo 3:1, Biblia inasema, ndugu yangu, wengine wenu msiwe walimu kama mjuavyo. Sisi walimu tutapata hukumu kubwa zaidi kuliko wengine. Kwa hivyo hii ni onyo Yakobo anapea kanisa. Watu ambao wanaanzisha kanisa na wanajua tabia zao hazina tabia za kiubingu. Unafungua kanisa maana we unajulikana. Unafungua kanisa maana uko na wafuasi wengi katika mitandao ya kijamii. Unaona wale wakinikianza kanisa watajaa. Unaonywa. Hukumu ya mchungaji itakuwa kali sana. Itakuwa kali. Endeleeni kuchapa watu. Endeleeni kuongea vile mnataka. Endeleeni kuiba kanisani. Ubadhirifu wa fedha imetanda kanisani. Endeleeni. Lakini hukumu itakuwa kubwa kuliko wale watu wengine. Hukumu ya mchungaji itakuwa kubwa hata kuliko mkaaba. Biblia iko wazi. Hukumu ya mchungaji itakuwa kubwa kuliko ya ule mwizi. Ni onyo nakupa. Muendelee sarakasi kanisani, lakini nataka nikuambie hukumu yako itakuwa kubwa. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa ajabu, tunasema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa somo ya leo. Baba, tunaomba utuwezeshe tuweze kukupendeza, tuweze kuishi maisha ya utakatifu, tuweze Baba kuishi maisha ambayo inakupa utukufu kwa mawazo, kwa mienendo, kwa maneno na kwa vitendo. Chukua ushukani ya maisha yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakualika maishani mwetu. Utuongoze, utulinde katika mapito yetu. Tunakualika Roho Mtakatifu wa Bwana, maana ni wewe ndio unaweza yote. Sifa na utukufu kurudie daima milele na milele. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Asante sana wapendwa. Natumai umejifunza. Kuona video na vinginevyo viko pale katika YouTube. Nenda kwa YouTube moja kwa moja. Anwani ikiwa Eric Sublime, ERICK Eric Sublime inasalia kuwa anwani yetu. Kama ukiangalia, nilichukua kituo kidogo, break kidogo, ili niweze kufanya niweze kujifikiria, niweze kuangalia hii huduma. Maana ukiangalia watu ambao nahubiria ni kama nalisha watoto wa wenyewe.
Unajua ukilisha watoto wenyewe hata watatoa sahani mezani wapeleke jikoni. Wakishakula wanapanguza mdomo na wanakanyaga kubwa kubwa. Na maanisha nini? Na maanisha niko na so many silent listeners. Hata pengine wale wachungaji ambao walinialika pale katika hiyo chumba, pengine wamefuata ama wameona video yangu moja ama mbili, wakasema ule mtu namuonaga mahali, kuja. Maana walilazimisha nitoke pale niingie katika chumba chao. Hata watu ambao wanakuja hapa, mara nyingi unapata anakuletea shida yake, analia, na muuliza unaendaka kanisa, anakuambia naam, naendaka ile kanisa. Lakini unamhudumia, lakini kuna yule ambaye anafurahia. So nilichukua kituo kwa maandiko tu. Kitabu cha Korintho wa kwanza ukisoma 9 na Galatia 6:6 inaongea hiyo mada ya kulisha watoto wenyewe. Nikasema iwe haidhuru, wacha tu nilishe. Maana mtoto wako atataka kujihusisha nawe, atataka kujihusisha nayo nyumba. Lakini mtoto wa jirani ni yule ambaye anataka kubenefit na kanyage kubwa kubwa, ataka kusimama na huduma. Hiyo ndio kitu ambayo nilijifunza. Lakini kasema wacha niendelee, maana Bwana ndiye atanitunza. Kwa hivyo ningependa kama wewe unataka kusimama na huduma, nakupa fursa ya kipekee kwa njia ya M-Pesa. Unaweza kufanya hivyo kupitia Paybill 247247 0725 102 528 0725 102 528. Natumai siongei na mtoto wa jirani, yule ambaye ana benefit na kusonga. Pia garamika kwa hii huduma, upate baraka, uinuliwe pia. Mungu akudumishe. Na kuambia Mungu ambaye amedumisha hii huduma, atashindwa aje kukudumisha. Miaka 4 nikifanya hii kitu. Si pia wewe anaweza kudumisha biashara yako izidi miaka 4. Kazi yako ukae pale zaidi ya miaka 4. Maana Mungu ambaye amenidumisha atakudumisha. Fanya hivyo na Bwana atakubariki. Nimesema YouTube Eric Sublime, ERICK-SUBLIME. Mungu akubariki, Mungu akuhifadhi, Mungu akutendee mema. Hadi wakati mwingine, masalam.